kama unasikia watu wanabobea kusema Ruto must go, wewe jiulize hiyo historia ya kufika hapo ilianza vipi? Kwa sababu yule ambaye anaongoza hiyo alipatiwa nafasi awe naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya. Nafasi safi. Nafasi ambayo hapo awali ilikuwa ya kura hakupata. Lakini rais akamtunuku hiyo nafasi awe naibu rais wa Jamhuri ya Kenya. Badala ya kusaidia rais, yeye anaenda kando kando fitina ili rais asiweze kufaulu. Yeye alikuwa impeached. Sasa amefika kiwango ya kukufundisha wewe kusema rais aende. Sasa rais aende wapi? Wakati alikuwa yuko pale na security ya kutosha na nguvu ya kutosha, mbona hakukufundisha hiyo lugha ya Ruto must go? Kwa hivyo ni muhimu wewe pia kutumia akili. Vijana msije kuwekewa fitina. You know, ukiwa kijana you have all the opportunities. Sasa usijiharibie. Chukua fursa. Hizi shida mnapata ni ya kawaida. Hii hakuna kitu kipya. If we flip back in 1995, hata mimi nilikuwa kijana, hii shida ya ajira bado ilikuwa. Shida ya pato bado ilikuwa. So it is not unique to you. Usijiharibie maisha yako. Na wewe ukisikiza maneno vizuri ya watu wa siasa, na hata wewe umefurahi siasa hiyo, lakini unafika kwako unabaki peke yako. Kama hauko na mpango wa kuleta chakula kwa meza, hauwezi kufaulu. And it is very unfortunate. Unajua Mheshimiwa Tandaza, wakati ulisoma hii fake finance bill, mimi ndio nilikuwa waziri juzi tu wa mambo ya investment. And you know, you cannot promote investment in a country bila mbinu. Wale wanafuatilia wanaona rais wa Marekani hivi sasa ameweka vikwazo kwa kila mtu, kwa Wachina, kwa nani, ameongeza. Anasema bidhaa kama inaingia kwa nchi yetu tuweke tax ya juu. Ni kwa sababu gani? To protect local manufacturing. Mimi niwape tu mfano kidogo kwa sababu sitaki kuongea sana. Tuliweka tariff ya steel, ya iron ore. Kwa sababu ukifanya ujenzi sehemu yote lazima unatumia steel. Hii steel tulikuwa tunaleta kutoka nje. Tunasema mataifa watuletee. 2023 tukalete tariff ya iron ore 16% kama unataka kuingiza vitu ya steel. Hiyo tariff, that decision peke yake imetusaidia hapa jirani yenu Taita Taveta. Mwezi wa Novemba rais ameanzisha kiwanda ya 11 billion ambayo inaajiri vijana 3,000. Kwa sababu imekatel ile importation na manufacturing local imeweza kuendelea. At the same time tuli-impose tariff on clinker. Clinker ni ile material inatengeneza simiti. Kwa sababu zamani tulikuwa tunalete clinker mamilioni, I think around 2 million tons kutoka India na sehemu zingine. When we imposed tariff ya clinker, tukapata kiwanda ya kwanza ya clinkerization in West Pokot ya 45 billion. Ambayo kama tungeweka sehemu ile nyingine wakati ule mwingine haingefanya kwa sababu ya infiltration of other products from other countries. Hizi nimeona kwinya hapa hata mheshimiwa akiongea maneno ya sanitary pads. Because sanitary pads is not a complex manufacturing item. Na tumesema kwamba badala ya kununua hizi sodo kutoka nje, kwa nini zisitengenezewe hapa Kenya?
ili kuweka hayo mazingira ya kutengenezewa hapa Kenya, ni lazima uweke kikwazo kwa wale wanaleta, to inspire local manufacturing. That's the reasoning. Si maelezo ndio hamkupata vizuri. Sasa unajua kama huna maelezo, kuwa wazi kwamba sikuelewa, utaelezwa. I think now sasa mna understand hiyo science. Otherwise hawa graduates wote ambao tuna graduate kila mwaka, tutawapeleka wapi kama hakuna manufacturing? So that is why those tariffs are imposed, to protect local industrialization.